Kwa nini mimba huanza kuhesabiwa siku ya kwanza kuingia hedhi au kupata hedhi hata kama mimba haikupita siku hiyo? Baadhi ya wanaume huwa vichwa vyao vigumu. Okay, ni swali tumeulizwa hapo. Nitalijibu kwa namna hii. Kwanza, hii siku tunaiita LNMP. Ni siku ambayo ya kwanza kupata ile hedhi ya mwisho. Okay? Kama unapata ile siku 5, maana yake the first day, ile tarehe tunahitaji. Kabla sijakupa pointi, naenda kulidadavua kwenye pointi tofauti. Ya kwanza ni kwamba tunahitaji siku ambayo wewe utakuwa unaikumbuka. Tunataka tu siku ambayo utakuwa unaikumbuka, ambayo ipo karibu na zile siku za hatari au siku za yai kutoka. Kwa hiyo siku hii huwa ni rahisi wanawake wengi kuikumbuka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, wanawake wengi huwa wafahamu siku gani yai linatoka exactly. Kwa hiyo unless wachache, zaidi ya 90% huwa hawafahamu. Wanaona tu dalili, sometimes labda wanaotumia ovulation kit, lakini most of them hawafahamu. Kwa hiyo tukitumia ile siku inakuwa imetusaidia. Issue ya tatu, mara nyingine huwa tunahitaji siku ambayo itakuwa rasmi ili tuweze kukadiria siku ambayo tunategemea wewe ujifungue. Tunaita EDD. So ili kujua siku gani utajifungua tunahitaji hiyo siku. Sababu nyingine ya mwisho ni kama reference ambayo inatumika sehemu nyingi, kama sio asilimia zaidi ya 99 ya sehemu zote. Kwa hiyo ili wahitaji kujua umri wa ujauzito mara nyingine bila kutumia ultrasound, lakini pia kuhitaji kujua utajifungua lini, lazima wapate hiyo siku. So it's like kama makubaliano ya taasisi za afya, wakunga, madaktari na watu wote ambao wanakuhudumia wewe, kujua hiyo siku kama kuitumia kama reference. Mind you, siku sahihi ni ile siku ambayo mbegu inakutana naye. Sasa ni ngumu kujua kwa sababu fertilization huwa haikuambii. Yani upati dalili kwamba leo yai na mbegu vimekutana, japo zinakutana kwa zile siku za kawaida. Share makala hii na mwanamke fulani, lakini kama haujaelewa irudie tena hii makala. Nimeeleza kwa lugha nyepesi sana. Kumbuka hii ni Swahili Medics. Ciao.